Yesu asifiwe. Ni swali la nyongeza. Kuna watumishi, waimbaji, musician ambao hawafanyi kazi lakini wanategemea kwenye kuimba au kupiga chombo. Tunawaambia nini au tunawasaidia vipi? Yaani Roho Mtakatifu asichapi jamani. Yaani ukisikia Roho Mtakatifu mwaminifu kweli. Nilikuwa nataka kunyosha mkono niombe nafasi dakika moja niseme hiki ambacho amekiuliza udada. Yaani kabisa kwamba my point was hawa waliopita wote tunaheshimu neema zao sana na vile ambavyo wamesema, na lakini tumesema upande mmoja, sawa, upande mmoja. Elisha hajasema upande wa pili kwamba tunaishije. Sawa, niwe mwaminifu kwenye kanisa la mahali pamoja, nisipige magigi, sawa, lakini naishije? Kodi ya nyumba nalipaje? Jesus Christ is Lord. Ninaishije? Nalipaje kodi ya nyumba? Bwana asifiwe. Si ndio? That's the question. Sasa kwa haraka niseme hivi. Ndio kwa sema tu ukaunganisha kwamba ndio hilo sasa. Okay, sawa. Bwana asifiwe. Amen. Hata hapa nimekuja Doni hajanipa hata shilingi 50, hata shilingi 10, na nimeweka mafuta kwenye gari, gari kwenye mafuta. Nimeweka mafuta kwenye gari, nimebeba familia yangu, tumekuja kwenye ibada. Kwa hiyo kama Bwana amemwita kuwa full time, tunawaambia hivi, mtazame Bwana. Atakutokea. Sawa? Kama ameitwa full time na ana uhakika wa wito wake kwamba ni Bwana ameniita, tunamwambia hivi, mtazame Bwana. Bwana atakutokea. Pili, fanya kazi ya Bwana kwa uaminifu. Kwa wakati wa Bwana atakutokea. Hiyo simekaa sawa? Simenyoka. Kama ameitwa na Bwana, bosi wake ni Bwana, amtazame Bwana, atatokewa na Bwana. Amen. Kuna zaidi hapa. Sasa tuisikie sauti. Uaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Na afanye kwa nini? Kwa uaminifu. Kwa uaminifu na kwa kufuata mchakato. Usihubiri mafundisho ya kutafuta hela mifukoni mwa watu. Yes. Usihubiri mafundisho ya kutafutia hela mifukoni mwa watu. Usijijaze roho. Usijijaze roho. Yasikia roho wa Bwana ananiambia, ananiambia tutolee Bwana sadaka, tupande madhabahu. Acha ujinga. Huo ni utapeli kama utapeli mwingine. Na blaza, Mungu atakuchoma. Yaani utakataliwa. Si kazi zitapimwa? Si andiko nasema kila kazi itwa kwa moto. Tena kwa nini? Kwa moto. Kwa hiyo baba, utasimamishwa, utatazamishwa skrini yako na ashumu kuna skrini mbinguni. Alafu epa napigwa pa. Alafu blaza, ulivyokuwa Kongo ulidanganya, ulivyokuwa kutafuta hela hapa ulifanya hivi, inapigwa. Kwa hiyo usifanye uhuni kwenye madhabahu. Kama Mungu amekuita, tazame Bwana. Wazee wetu walimtazama Bwana mpaka leo wako salama. Amen. Lakini akili pia ifanye hapo shani. Cha pili, nimalizie sasa. Nimalizie ya pili kwamba kama ameitwa na Bwana, amtazame Bwana na afanye kazi kwa uaminifu, Bwana wake atamtokea. Sawa? Namba moja. Namba mbili, kama amejikagua akagundua ya kwamba Bwana, mimi kiukweli, yaani kiukweli mimi neema Bwana alionipa ni neema, yani Mungu amenipa, lakini sijaitwa. Yaani naweza kupiga kinanda, makodi ninayo, lakini huku wito wa kufanya full time haupo. Mtu wa Mungu, eneo la muziki lina sehemu kubwa mbili. Kuna sehemu ya huduma na production. Muziki una sehemu kubwa mbili.
una sehemu ya huduma na sehemu ya production. Kwa uaminifu, usikae kwenye huduma ukafanya biashara kwenye huduma. Kaa upande wa production, fanya production, fungua studio, kina Epa waje warekodi, waambie bila shilingi 200,000 utoki humu ndani, watoe 200,000 zao, weka hela, pata hela ya kula, fanya production, maisha yafanyaje, yaende mbele. Fundisha mziki, fungua shule ya mziki, sawa? Fungua shule ya mziki, weka vitu vya kimziki, pata pesa, weka mfukoni pesa. Alafu kuwa na kanisa moja ambalo wewe unatambulika kama mshirika wa kanisa hilo, mahali ambapo unatoa huduma, wewe una ofa huduma. Mimi hapa ni mshirika wa kanisa la Mountain of Glory International, na hizi wiki mbili mimi kama mchungaji msaidizi ni wiki mbili za kuhudumia kanisa la kwangu. Leo nimehubiri ibada hizi na nimwambia Doni kilo naomba nikija nisiimbe sababu nimehubiri ibada 2 na umeishia kuhubiri. Na nimeishia kuhubiri. Bwana sifiwe, na nimeiruka nimeondoka. Sasa kwa kama mtu anafanya na Mungu hajasema naye kuwa full time, asipate shida, afanye upande wa pili ambao ni wa production, afundishe, atumie skills zake kujipatia hela pasipo kudanganya au kufanya biashara kwenye huduma. Sisi mmenielewa? Amen. Na mtu awe mkweli. Ukweli huu, wanamuziki, naomba blaza mnielewe vizuri. Yaani nikikuita mimi Epa, nakwambia blaza, nina huduma tarehe 25 mwezi wa 5. Sina hela na nina live recording. Nikupe shilingi ngapi? Ukinijibu kwamba vile Bwana atakavyokusemesha, hakikisha moyoni mwako uwe tayari kupokea kile Bwana atanisemesha. Hiyo ngumu. Yaani hakikisha nikikupa buku blaza, sema Bwana nakushukuru kwa buku. Hapo ndipo tunapokosa baraka. Hapo ndipo tunapokosa baraka. Hata wale watumishi wa Mungu ambao huwa hawawezi kusema kwamba ukiniita tunaambiwa, sio tunadoni kiswa, unaambiwa kwamba mtumishi tumekuita uje Miracle Center, tukupe shilingi ngapi? Wewe unasema mimi kile Bwana atakacho wabariki, si ndio hivyo? Hakikisha moyoni mwako uko tayari kupokea kile Bwana atakachowasemesha, hata maombi. Yaani ukifika mahali wakakwambia mtumishi wa Bwana tumemwona Bwana, tumemwona Bwana, Mungu akutunze na neema ya Bwana hiyo ni pamoja nawe, sema amina, haleluya, nenda kwa amani. Kuna kosa kubwa tunalifanya la kujidanganya kwamba kana kwamba tuko tayari kupokea chochote, lakini huku ndani tuna nia, tuna motive. Bwana, kama ukiwagusa mpaka hapa hiyo imekota, hiyo imegusa kwenyewe. Bwana, ukiwagusa mpaka hapa, mwachie Bwana awaguse. Amen. Na nasikiliza, Mungu ni mwaminifu sana, yaani mwaminifu mno. Anaangalia ndani ya moyo wako na kile ambacho umesema. Anaangalia ndani ya moyo na kile umesema, anaoanisha. Na kuna maeneo ya kupima, anakupima kwamba kuna level, anakupa buku zitaambatana. Mwanangu, kuna siku nimepewa bahasha nene, nikasema Yesu nakushukuru kwa neema yako, hakika wewe ni mwema. Nikajitia moyo kwamba hii ngoma siifungulia hapa, taifungulia kwa mke wako. Unakumbuka? Nikasema hii ngoma hii uhakika, hii uhakika tafungua nikiwa na mke wako. Tena kwa ujasiri, tulikuwa na backups tukawapa, ondokeni. Tulikuwa na wapigani tukawapa, ondokeni. Sisi tutafungulia nyumbani. Nikatoka kwenye wallet, ondokeni. Sisi tutafungulia nyumbani. Tukafika nyumbani, huwa tunatambia na mke wangu, nashika bahasha, mkono wake juu, mkono wangu chini, tunaziombea. Tukaomba,
achilia maombi ya shukrani mbele za Bwana. Sasa fungua bukubuku zimepandana, alafu zilizochoka huyu hapa mama, yaani zilikuwa ni bukubuku zilizopandana na zimechoka, kwa zikichoka zinakuwa nene. Tukamshukuru Bwana. Kugua hivi tulianza kuomba maombi ya laana. Yaani unasema Bwana, yaani hapa Bwana kweli, yaani Bwana kweli. Yaani baadaye tukaanza kuomba toba, Baba tusamehe. Maana sisi mioyo yetu ilikuwa kuna jambo fulani lilikuwa nalo tunahitaji Bwana la kifedha. Kwa hiyo kuona Bwana tutokea. Kumbe hamna. Kwa hiyo huku ndani lazima kukubali. Tukajifunza Bwana ametupa. Amina Bwana. Tuangalie mlango mwingine. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na neno au ndo nimemaliza? Ndio. Yes. Anawezaje kujipambanua? Kwamba nimeitwa. Mimi na wito. Wito ni nini? Tuanzie hapo. Wito ni nini? Wito ni nini? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi ninavyofahamu, wito ni kule kujua makusudi ya Mungu aliyokuleta wewe duniani. Maana kila mtu ana kitu Mungu amewekeza kwake aje kufanya kama assignment. Sawa. Sawa. Hata watumishi kuna ambao wamepewa assignment za kufanya. Yaani wao ni huduma tu. Sawa. Asifanye biashara, asifanye kitu kingine. Na kuna mwingine yeye Mungu kamtengeneza duniani awe mfanya biashara. Sawa. Ndio ninavyofahamu. Kwa hiyo ni assignment. Sasa ili discussion isiwe ndefu sana na muda najua hapa naangaliwa. Okay. Mtu anawezaje kujitambua ya kwamba ameitwa? Kwamba mimi nimeitwa kuwa, swali ni full time. Kwamba kufanya kazi yenyewe bila peke yake, bila jambo lingine. Jambo la kwanza, kujua kwamba umeitwa ni kwanza ni kuisikia sauti ya Mungu. Amen. Amen. Kuisikia sauti ya Mungu. Kwamba kuitwa, kila mmoja Mungu amempa jambo kama nilivyosema Minister Masiduma, lakini kuna appointment time. Sawa? Kuna muda wa kuingia kwenye hicho ambacho Yesu tunasema alizaliwa akiwa anajua yeye ni nani, lakini aliingia kazini akiwa na miaka 30 ngapi? No, 30. Alafu akafanya kwa miaka 3, alafu akaondoka. Si ndio? Kwa alikuwa anajua, but appointment time ndio ilikuwa akiwa na miaka 30. Wanasifiwe. Kwa sasa kuitwa maana jambo la kwanza ni kupewa agizo na Mungu la kufanya. Kulifanyaje ndio how. Sasa panaanza kuongea kichungaji sasa. Yaani kwenye wito kuna mambo makubwa manne ambayo unapaswa kuyaangalia. Kwamba umeitwa kufanya nini? What? Then how? Where? To whom? Alafu when. Kwamba haya mambo matano lazima mtu ayajibu ndio awe salama. Amen. Nimeitwa, assignment yako ni nini? What to do? Assignment yako ni nini? Kuhubiri. Where, what? Where? Wapi? Wahubiri wa kina nani? To whom? Si ndio? Na lini uanze? Amen. Bwana asifiwe. Na how? Namna gani ufanye? How? Namna gani ufanye? Sasa wito, mtu anajua ameitwa. Kwanza sauti ya Bwana. Si ndio? Sauti ya Bwana inahusianisha moja kwa moja na mazingira. Environment. Kwamba mazingira yanakuambia kwamba unapaswa kufanya hiki. 3, ile impact ya kile unachokifanya. Matokeo ya kile unachokifanya. Amen. Ambayo yanaleta effect kwenye maisha ya watu. Na yanaleta effect kwenye maisha ya watu, yanasababisha mrejesho kuja kwako kwa jinsi ambavyo umeyaathiri maisha yao. Lakini cha mwisho ni ile burden, ile burning passion, yani kwamba
kuna kitu ambacho huwezi kulala, hulali kinakusukuma huku ndani, kama kuna mimba ambayo imebebeshwa huku ndani. Bwana asifiwe. Kwa hayo ni baadhi ya mambo ambayo sina muda nikisema zaidi, lakini baadhi ya mambo ambayo unaweza kufanya mtu akajitambua. Sasa akajitambua kwamba ameitwa. Ameitwa. Sasa ameitwa full time, kwamba wewe ni wa kufanya hiki tu. Hiyo baba ni sauti ya Mungu. Yaani mahusiano ya Roho Mtakatifu na Mungu yanazaa sauti ya Mungu kukuambia kwamba wewe hauwezi kufanya jambo lingine, ni full time. Na hapo usiige. Yaani usiige kabisa. Yaani brother sister, wengine wanasomesha watoto shule za gharama kwa kuwa full time. Wewe utapambana na kudaiwa ada za watoto mpaka utakoma, kama Bwana hakukupa hiyo, kama Bwana hakusemesha. Kwa lazima utulie na Bwana akusemeshe na uelewe, na ndipo uingie kufanya full time. Sasa uvivu utatuua. Uvivu jamani, tumtafute Mungu sana. Jamaa mmoja akanipigia simu, kakaangu mmoja wa huduma akanipigia simu akaniambia, pa mdogo wangu, sasa sikiliza bwana, una live recording baba, na live sasa bwana, yani wewe omba bwana, angalau hata masaa 10 tu, yani angalau masaa 10. Mzee, masaa mangapi? Nafikiri 10 ni mchezo. Yaani umelala flat hivi, saa la kwanza, la 4, la 7, la 8, la 9 mpaka la 10 ni gharama. Sasa hiyo gharama wewe huiwezi kama hujaitwa. Si ndio? Hiyo gharama ya masaa 10 huiwezi kama haujaitwa. Ila kwa aliyeitwa kwake ni kitu kidogo. Yaani akilala tu chini huyo la 9 anashtuka, la 12 bora nimwahi kuinuka leo. Si ndio? Kwa hiyo kama Bwana amekuita, utaisikia sauti yake na itakuwa rahisi kwako kufanyaje? Kuenenda. Kwa hiyo lazima uipambanue. Na kwenye vinanda hivyo. Na mwingine anapewa assignment ya kutumika na mchungaji fulani. Si ndio? Yaani anapewa assignment, mpigaji mmoja anapewa assignment na Mungu, kwamba wewe nenda katumike na pastor fulani. Basi afu anasema mimi nitatoa sadaka yangu kupatikana hapa. Mengine Mungu atajua. Ndio wale unaonaga mnatiwa moyo. Unaona eti leo pastor fulani kampa fulani gari. Si tunaonaga? Nikwambia leo haitokei kwa kila mpigaji. Haitokei kwa kila mwimbaji. Haitokei kwa kila mwana praise. Hamna. Ni wale ambao Bwana aliwasemesha na akawapa mzigo wa kukaa na pastor huyo, na akaithibitisha hiyo, na akatumika kikweli kweli. Ndio nasikia jamaa ameguswa, anatoa gari. Sisi huku mtandaoni tunaona fulani kampa kapewa gari, nasema maisha mazuri. Kumbe kukaa na Bwana kanisani lazima uwe na assignment na hilo. Baba, hapo si nimenyosha? Shangilia Yesu sana, shangilia Yesu sana.